Leo nataka niendelee na kuelekeza namna gani ya kufanya usajili wa makampuni ama namna gani ya kutumia mfumo wa BRELA. Mwanzo nilielezea namna gani tunaweza tukafanya usajili wa kampuni, nikaelezea mahitaji, nikaelezea namna unavyoweza kufungua account. Sasa leo nitaelezea namna ambavyo unaweza ukasajili jina la biashara. Kama kawaida tutafungua page ya BRELA. Hii ndo page ya BRELA. Mwanzoni tulikuwa tunatumia mfumo mmoja. Sehemu ambako tulikuwa tunasajili biashara, kampuni na vitu vyote vilikuwa vinafanyika katika system moja ya ORS. Sasa hivi mfumo wa kusajili biashara umebadilishwa na jina la biashara linasajiliwa kupitia mfumo unaitwa BOSS. Sasa leo nataka nikuoneshe jinsi gani. Uzuri ni kwamba mfumo wa BOSS na mfumo wa ORS umekuwa umeunganishwa. Kwa hiyo taarifa za ORS na za BOSS ziko interconnected. Kwa hiyo kama ulishajisajili kwa kutumia ORS, means kwamba katika BOSS utaingia na akaunti the same. Na kinachotakiwa kufanyika ili kurecognize uwepo wako, ID inayotumika ni ile ile. ID ni email. Maana yake unachokifanya unafanya forget password. Ukiforget password watakutumia details au linki ya kwenda kubadilisha password, kisha utaingia. Twende katika mfumo moja kwa moja wa BOSS. Mfumo wa BOSS unaonekana katika muonekano huu. Ukiingia utakutana na maelekezo ya jinsi mfumo ulivyo, huduma zinazotolewa, namna ya kuweza kupata service kutoka BRELA kwa huduma hii. Lakini sasa sisi, ili uweze kuona ile sehemu ya kupata huduma, inabidi uguse katika sehemu imeandikwa Get Started. Click kwenye Get Started, itakupeleka kwenye page ya kusign in au kujisajili ama kucreate account. Sasa kama tayari ulishakuwa na account, means kwamba utatumia account ile ile kulogin katika account yako. Utakachokifanya, utaingiza email account ambayo ulikuwa ukitumia. Usilogin kwa kutumia katika BOSS, hatulogin kwa kutumia ile username ambayo tulipewa katika ORS. Hapana, hapa tunatumia email. Connection ya ORS na hii hapa ni email account, ndio inayomata. Kwa hiyo utatumia email yako account, utaingiza email account. Ukiingiza email account watakwambia kwamba hii email ina exist, lakini haitokubali kuingia. Kwa hiyo wewe njoo kwenye forget account. Ukiforget account watakutaka kuingiza details. Wanakwambia ingiza details, ingiza email ambayo ndio ulitumia kusajili. Hakikisha iko linked. Kwa hiyo utaingiza ile email ambayo ulisajili kwenye account ya ORS. Ukishaingiza email, tuma password. Gusa kwenye reset password. Watakutumia ujumbe au linki ambayo itakutaka wewe kuja kutengeneza password mpya kwa kutumia email. Hii haiaffecti akaunti yako ya ORS. Kwenye akaunti ya ORS utaendelea kulogin kama kawaida. Sawa? Yaani kwenye akaunti yako ya ORS unaendelea kulogin utaendelea kulogin kwa utaratibu ule ule. Kama ulikuwa una username yako, utalogin kwa username ile ile. Sawa? Hakuna kitu kinabadilika, ni kile kile. Lakini huku utalogin kwa kutumia email. Ndio maana unatakiwa uweke email ili ufanye recovery ya password. Recovery ya password haitoathiri password ya kwenye ORS. Wala hii utakayofanya recovery hapa haitotumika kwenye ORS, itakuwa ni kwa ajili ya hapa. Ndio maana kule unaingia kwa kutumia username ambao ulikuwa provided na BRELA, lakini hapa una login, hapa unaingia kwa kutumia email account.
Kwa hiyo hii email utakayoitengeneza hapa itakuwa patched na ID ambayo ni email account, lakini password uliyotengeneza kwenye ORS itakuwa patched na itakuwa connected na username pamoja na email. Itakuwa connected na username ambayo ulipewa na ORS. Kwa hakuna namna vinaingiliana. Ukisign in katika system utakutana na details ambazo wewe tayari unataka kuzifanya. Final enough ni kwamba wameweka hadi huduma zote. Kuna huduma ya kufanya usajili wa kampuni, na huduma zote zilizokuwa kwenye ORS hata huko kwenye bosi zipo. Kwa hiyo unaweza ukafanya company registration, lakini unaweza ukafanya business registration, business name registration, unaweza ukafanya ukafanya business license na mambo mengine yote unaweza kuyafanya hapa. Lakini leo nimekwambia nataka nikupe namna unafanya usajili wa jina la biashara. Ukija katika business name, ukikliki kwenye business name, maana yake unafungua dashboard kwa ajili ya huduma ya kusajili jina la biashara. Ukija kuangalia katika sidebar yako hapa, utakutana na zile functions zote ambazo zinapatikana katika section ya kusajili jina la biashara. Kwa mfano, unakutana na huduma ya kusajili jina la biashara, huduma yenyewe. Unaweza ukakutana na huduma ya kubadilisha taarifa za biashara. Unaweza ukakutana na sehemu ya kuupdate. Kwa mfano, ulishasajili lakini unataka kuupdate, kuongeza ama kupunguza taarifa katika zile taarifa zako. Lakini unafanya unafanya malipo ya annual maintenance kwenye mfumo, lakini unaweza ukafanya cessation, kusizi. Unaweza ukafunga jina la biashara ama biashara yako kwa kupitia hii eneo. Hivyo ndivyo tunaweza kuangalia. Ukija katika